Ni nani awezaye kuijua siri ya machozi yangu? Ni nani awezaye kujua siri ya furaha yangu? Nyakati zote mbili hizi hakuna awezaye kunibeba kama inavyostahiki, maana ni hisia za moyo wangu. Wakati mwingine natamani nimwambie mtu kilio changu, wakati mwingine natamani nimwambie mtu furaha yangu, lakini bado ni nani atakayeweza kubeba stahiki ya kile kilichomo ndani yangu? Ndipo natambua kwamba wanadamu hatuwezi kubebana kama Mungu anavyotubeba. Ni nani leo ambaye angenivumilia katika nyakati zote? Ni nani awezaye kusimama mbele yangu nimkosea akanisamehe? Ndipo napojua ya kwamba Mungu pekee ndiye msaada wa maisha yangu, na Mungu ndiye anayegusa watu ili niweze kufika mahali fulani. Hivyo niwatizame wanadamu wanaoguswa na Mungu au nimtazame Mungu anayegusa wanadamu? Ndipo najifunza katika kitabu cha Samueli wa kwanza, ambapo tunaona kulikuwa kuna familia moja yenye mume na wake wawili. Tunamuona Penina na tunamuona Hana. Penina alikuwa ni mwanamke mwenye furaha, lakini kupitia furaha yake akamuumiza Hana. Hivyo natambua kwamba kuna watu wengine baada ya kupata furaha zao wanatumia nyakati hizo kwa ajili ya kuumiza wengine, ili kutesa mioyo ya watu ambao bado wanasubiri, ili kutesa mioyo ya watu ambao bado wana uhitaji. Kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 5, tunamuona Elikana alisimama kama baba kuonesha upendo kwa mke wake, walau kumpa mara 2 ya kiasi cha fedha ili aweze kumfurahisha. Lakini bado furaha ya mwanamke Hana haikupatikana kwa fedha. Ni kweli kuna wakati mwingine tunahitaji pesa ili tuweze kukamilisha furaha zetu, lakini kuna wakati pesa haiwezi kununua furaha. Kuna wakati pesa haiwezi kununua amani. Kuna wakati pesa inabaki kwa fedha, na kuna wakati inabidi Mungu asimame mwenyewe ili kukupa furaha yako. Pengine unaweza kuwa na magonjwa, umeambiwa majibu na madaktari, wameumiza moyo wako. Umeambiwa majibu na madaktari, umekatisha tamaa tumaini la kuishi kwako. Una pesa lakini fedha hazikusaidii. Una pesa lakini haziwezi kununua amani, haziwezi kununua furaha yako. Unatamani mtoto lakini tumbo lako limefungwa. Umeambiwa majibu na madaktari ambayo yamekatisha tamaa tumaini lako la kuishi. Uenda umeambiwa una HIV, uenda umeambiwa una kansa, uenda umeambiwa kwamba huwezi kuzalisha, huwezi kuzaa. Uenda umeambiwa majibu magumu ambayo yameumiza moyo wako. Uenda umekataliwa sana, hata kama pesa imekataa, hata kama mazingira yamekataa, lakini Mungu wa kweli anaweza kukusaidia katika mapito na magumu unayopitia, manake yeye ni msaada wetu wa karibu. Una kesi yako mahakamani, umepoteza tumaini. Kila unayemwendea hakuna anayekupa majibu mazuri. Watu wametumia fedha zao na pesa zao ili kukugandamiza. Acha nikwambie, kilio chako mbele za Mungu si bure. Mungu ndiye anayejua siri ya machozi yako. Mungu ndiye anayejua siri ya furaha yako. Mungu ndiye anayejua siri ya hayo unayoyapitia. Wakati mwanamke Hana naomba pale Shilo, alipokuwa analia kiasi cha kwamba hawezi kumwelezea mtu machozi na machungu yake, alijikuta midomo yake inabubujika, alijikuta anashindwa kujielezea sawasawa machoni pa watu. Machozi, kilio chake na huzuni. Ndipo kuhani Eli alipoona midomo ya mwanamke Hana, alihisi pengine amekunywa pombe kalewa ili aweze kupunguza mawazo yake, lakini kumbe mwanamke Hana alikuwa anajimimina mbele za Bwana, alikuwa akimwomba Mungu. Hata mimi nakutia moyo siku ya leo, ni wakati wako wa kuendelea kujimimina mbele za Bwana. Usikatishwe tamaa na majibu ya watu, usikatishwe tamaa na mambo ya watu. Mungu hajasema bado kwamba ameshindwa. Mungu hajasema lolote juu ya maisha yako. Usiangalie majibu ya madaktari. Huenda majibu ya madaktari yamekatisha tamaa moyo wako, lakini si jibu la Mungu. Jibu la Mungu linasema kwamba usikate tamaa. Mungu anasema jipe moyo. Mungu anasema usisikie maneno ya wanadamu, sikia neno lake. Mungu anasema bado safari inaendelea. Mbona Roho Mtakatifu yupo, mbona nguvu za Mungu bado zipo. Usikate tamaa, jipe moyo, songa mbele. Wakati mwingine weka nadhiri mbele za Bwana, manake katika nadhiri kunaweza kukasababisha Mungu akafanya jambo kubwa katika maisha yako. Wakati mwingine umekuwa mgumu mwenyewe kumsogelea Mungu. Wakati mwingine umekuwa mgumu mwenyewe kufanya kazi za Mungu. Wakati mwingine umekuwa mgumu mwenyewe kujitoa mbele za Mungu na kutoa sadaka kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Siku ya leo nakutabilia kwamba haki yako ipo. Siku ya leo nakutabilia kama mtumishi wa Mungu ya kwamba kicheko na furaha yako ipo, kama kuhani Eli alivyomwambia yule mwanamke Hana ya kwamba apokee sawa na haja moyo wake. Nami nasema siku ya leo
Pokea sawasawa na haja moyo wako. Mungu akukutanikia hapo hapo. Mungu akutetea hapo hapo. Mungu akufanyie wepesi, afanye njia pasipokuwa na njia. Mungu arejeshe furaha yako. Mungu akupe nguvu na tumaini liweze kutimia katika furaha ya wokovu wako katika jina la Yesu. Asante kwa kunisikiliza. Ni mimi mtumishi wa Mungu Godwin Ndelwa kutoka Tanzania. Ulikuwa pamoja na mimi katika neno la Mungu. Ikiwa umebarikiwa na neno hili, unatamani niendelee kutumia mahubiri mengine kila ninapotoa na yale ambayo nilishakwisha kutoa, basi unaweza kuwasiliana nami kwa namba inaonekana kwenye skrini yako. Lakini pia unatamani uendelee kufuatilia vipindi vyangu kwa njia ya YouTube, basi unaweza ukaungana nami kupitia YouTube kwa jina moja tu la Godwin Ndelwa. Mungu akubariki.